Mtakatifu Mwenyezi Mungu, tunakuomba neno hili linaposomwa, shikilia vipasa sauti hizi na mitambo hii tunayotumia, ili iweze kuwa ni kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Tunaomba tukiamini katika jina la Yesu Kristo na uvuvio Roho Mtakatifu, tumeomba na hata kuamini. Tunazidi kumtangaza Kristo. Shetani hataki kusikia ya kwamba injili hii ndio inastahili kuhubiriwa kwa viumbe wote, sababu wahubiri tu wamo wengi. Ni ujumbe ambao unastahili kuhubiriwa kwa viumbe vyote na wakaaji wote wa dunia. Tukaona katika kitabu cha Ufunuo, Yohana anagawa ujumbe hizi ama injili hii katika sehemu tatu, na ambao tukaona wanaorodheshwa wakiwa kama malaika watatu ambao ni wahubiri wanaowahubiria wakaaji wa dunia. Na tukaona ujumbe wa malaika wa kwanza ambao ni injili inastahili kuhubiriwa katika viumbe vyote na wakaaji wa dunia, lugha, jamaa na kila taifa. Inasema ya kwamba mtubu Mungu na kumtukuza, maana saa yake ya hukumu imekuja. Na tukaangalia kwa kina ni kivipi tunastahili kumtukuza Mungu hata katika miili yetu. Ninapendezwa na kipindi cha afya ambacho kimeweza kutoweka, ya kwamba miili yetu ni hekalu lake Mwenyezi Mungu. Ni vizuri uweze kuangalia afya yako, umtukuze Mwenyezi Mungu katika afya yako. Usiwe wewe ni mlaji wa kila kitu. Na hata unapoangalia mbuzi, jifundisheni hata kwa wanyama. Unapoangalia mbuzi, yeye katika kukula majani huwa anachagua, lakini mwanadamu ni mwanadamu ambaye amepewa akili zake timamu. Unapofika ni ulaji, anakula kila kitu. Yeye ajali na maisha yake na anatamani kuona ya kwamba ameishi maisha marefu. Ni kweli tutaangalia ni kivipi katika mojawapo wa siku hizi, wiki hii tutaangalia tuone ni kivipi pia mtu kwa neema zake Mwenyezi Mungu, kwa ile miaka amekusudia uweze kuishi, unaweza ukatimiza miaka hiyo, na pia kwa mapenzi yako wewe mwenyewe unaweza ukajipunguzia miaka ambayo Mungu amekusudia uishi hapa. Kwa hivyo tukaona tumtukuze Mungu katika hali yetu ya maisha, tuachane na majivuno na kiburi na njia mbaya. Tukaona uasherati, tuachane nao. Tukaona tuachane na ufisadi na mambo kama hayo ambayo ni njia mbovu ambazo zinaweza zikakatiza maisha ya mtu na ambao hayaleti utukufu kwa jina lake Yesu Kristo. Malaika huyu ama mhubiri huyu katika kupitia Yohana anatuambia ya kwamba tuache Mungu na kumtukuza, maana saa ya hukumu yake imeweza kuwadia, na tumsujudieni yeye aliyezifanya mbingu, nchi na chemichemi za bahari, ambaye tunaona ndiye aliyeviumba vyote tunavyoviona katika uso wa dunia na hata katika mbingu. Kwa hiyo vinavyoonekana na visivyoonekana viko na muumbaji, na ndiye huyo peke yake tunastahili kumsujudia. Siku ya jana tukaweza kuangalia malaika wa pili akafuata, naye pia alikuwa na ujumbe kwa wakaaji wa dunia, ambao pia tunaunganisha na kumtukuza Mungu ambaye anafuata ujumbe wa malaika wa kwanza. Tulipokuwa tukiangalia tukaona anasema ya kwamba Babeli umeanguka, mji ule mkuu ambao umeonyesha mataifa mvinyo wa ghadhabu yake ya uasherati. Tukaweza kuangalia uasherati huu sio uasherati wa kimwili, bali ni uasherati ambao ni wa kiroho, ambao tukaangalia Babeli ni mafundisho ambayo tukaona chanzo chake. Jina Babeli limetokana na mnara wa Babeli uliojengwa na Nimrod pamoja na kizazi chake, ambao Mungu alishuka na akatawanyisha lugha pale, na hapo pakaitwa Babeli, maana yake mchafuko. Tukaona Mungu anawaita watu watoke katika mchafuko wa mafundisho, ambao mafundisho haya hayana basis ama hayana msingi wowote katika Biblia. Tukaangalia mojawapo wa mafundisho ambayo yanazingatiwa na inaonekana kwamba kana kwamba yamo katika Biblia, lakini unapoyatazama
ametubariki na kazi, ametubariki na vyakula, na hata kwa hivyo hatujakuja kutafuta chakula kuhubiri ili kujinufaisha, lakini tumekuja kuhubiri ili tuwapee mawaidha na ni kivipi unaweza ukamtukuza Mungu, ni kivipi unaweza ukamwabudu Mungu kwa njia halali bila kuweka mambo mengine. Kwa hivyo tukaweza kuona Mungu anawaita watu watoke katika mchafuko ambao ni mchafuko wa mafundisho ambao hayana msingi na hawezi akapeleka mtu mahali popote. Mafundisho haya tukaangalia mojawapo, tukaona ya kwamba kuna wanaofundisha roho haifi, na tukaona katika mtazamo wa Biblia ya kwamba Biblia inaweka wazi roho itendayo dhambi itakufa. Tukaona mwanzilishi wa fundisho hili ni Shetani mwenyewe katika shamba la Edeni. Sio fundisho hilo peke yake, tukaweza pia kuangalia, tukaona ya kwamba kuna wanaofundisha Yesu atakuja kisiri, ya kwamba atawanyakua watu mmoja baada ya mwingine. Tukaangalia fundisho hili katika msingi wa Biblia. Mathayo na Luka wanajibu vizuri ya kwamba hiyo ni fundisho halina mwongozo wowote ule, na ni kumaanisha kuja kwake Yesu Kristo. Tunapoangalia katika Ufunuo 1:7 inasema na kila jicho litamuona na hata wale waliomchoma pia watamuona. Swali ningependa kuuliza, na hata katika Mathayo 24 mstari wake ni wa 25 ukiteremka pale, inasema ya kwamba kuja kwake haitakuwa ni kitu ya kuficha, itakuwa ni waziwazi, kiasi ya kwamba ni kama vile upinde unapopiga kutoka pande hii unaonekana pande ile nyingine. Hivyo ndivyo itakavyokuwa kuja kwake Mwana wa Adamu. Na anasema ya kwamba atakapokuambia yuko mahali huku usiende, kwa sababu kila jicho litamuona, na si kana kwamba kuna mambo ya siri ambayo yatakuwa yakifanyika. Kwa hivyo tukaona fundisho hili si fundisho ambalo liko na msingi. Tukaona kuna watu wazima ambao wako na akili zao na Mungu amewajalia afya, na wanasema ya kwamba mimi nilibatizwa nikiwa mtoto. Katika madhumuni yetu kuwa hapa ni katika Mathayo 28 mstari wake wa 18 ukiendelea. Biblia inasema ya kwamba muwafundishe yote niliyowafundisha ama niliyowaamuru, kisha muwabatize katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Tukaulizana swali, fundisho hili kana kwamba hati mtoto anaweza akabatizwa kulingana na mtazamo wa Biblia? Tukaona katika Marko ambayo ni 16 mstari wake ni wa 16, tukaona ya kwamba anayeamini atabatizwa, asiyeamini anayeamini atabatizwa na ataokoka. Basi tukaweza jiuliza maswali, mtoto anaweza akaamini kweli? Hawezi akaamini. Basi fundisho hili ni wapi ambapo inasema ya kwamba unaweza ukabatizwa, mtoto anaweza akabatizwa? Mafundisho ni mengi tu na sitaweza kuingia kwa kina zaidi, lakini mengi yataendelea kukuja tunapoendelea. Kuna watu ambao wanasema ya kwamba nikijaribu kuangalia pale ati unapitishwa chini ya bendera unaambiwa umebatizwa. Kuna dhehebu pia ninajua unang'olewa jino na unaambiwa ya kwamba umebatizwa. Kuna wengine pia unaruka moto na unaambiwa ya kwamba umebatizwa. Kuna wengine pia unanyunyiwa maji na unaambiwa umebatizwa. Yohana Mbatizaji alipokuwa akibatiza katika kitabu cha Mathayo 3 inasema